Ni polisi pia hawajaniletea ushirikiano wowote. Maana mimi wameniibia vitu vya milioni 5 na ukipiga mahesabu ukichanganya vifaa vyangu vya editing, simu, kila kitu milioni 5 na so nirudishe tu hata simu tu mimi nipate simu niendelee nini kufanya kazi zangu. Maana mimi nina mtoto nalea mwanangu, namsomesha na hangaika naye. Kwa hiyo kama mnisaidie tu mnipe simu. Wale watu ambao wanapuliza madawa, kwa sababu kwa hali ya kawaida hata iweje uwezo ukanyanyuliwa kwenye godoro ukashushwa chini alafu usisikie chochote. Watu wanatoa na godoro, wajua godoro lina mkiki, lakini hajasikia chochote. Naye kaja kushtuka asubuhi naye kaibiwa hivyo. Kiukweli imeniumiza, imenirudisha nyuma kwa sababu nimeibiwa vitu vingi na vikubwa zaidi ni vitendea kazi vyangu ambavyo ndio vilikuwa vinanifanya naishi, vilikuwa vinanifanya naweza kuendesha maisha yangu na kulipa kodi hapa kila kitu. Kiukweli imeniumiza. Yaani kama naanza upya, ni kama naanza maisha upya. Yaani kwanza toka nimehamia hapa, huu ndo mwezi wangu wa 6 toka nimehamia. Kwa hiyo ni mji ambao sijaujua vizuri. Kwa hiyo ilikuwa kama siku 3 baada ya kutoka kwenye msiba wa kakaangu, nilifiwa na kakaangu na hapa sikumwacha mtu yoyote. Kwa hiyo nilivorudi siku ya kwanza nikakaa vizuri, ya pili, ya tatu nikiwa ndani. Kwanza nilala saa 8 usiku. Nakumbuka vizuri saa 8 usiku kwa sababu waga na tabia ya kuomba usiku. Kwa hiyo kisimu changu kidogo waga nakiweka alarm. Nikawa kwenye kochi hapo nimekaa. Huku naangalia TV, huku nikiwa nasubiria alarm. Nikaa nimechoka, yani sio kawaida. Nikaa najisikia mwili umechoka. Alarm ilivyoita saa 8, nikaona uvivu hata kuchomoa kebo yangu hapa kuingia nayo chumbani. Kwa hiyo nikahakikisha nimefunga mlango vizuri, nikaingia na jikoni, maana hiyo ni tabia yangu. Lazima niingie nikague kote, nikaingia jikoni, nikaingia hivi afu nilikuwa nikifunga mlango na chomoa funguo naweka kwenye showcase. Kwa hiyo nilivyohakikisha vitu viko sawa, nikachukua simu yangu kubwa, nikaichomeka hapa kwenye showcase hapa chini. Nikaingia ndani. Huko nishafunga, nikaingia chumbani. Chumbani nilirudishia tu mlango, sikufunga na funguo ila niliufunga. Nikaomba, nilipomaliza kuomba nikalala nikiwa nimechoka. Saa 8 na dakika kama 45 ndo nikalala. Sababu nilijua muda kwa sababu nikimaliza kusali lazima niangalie simu, hivyo natoa ile alamu isisumbue tena na lala. Nimelala sijasikia chochote. Nimekuja kushtuka saa 12. Na kitu ambacho sio kawaida. Mimi lazima usiku niamke niende chooni. Sababu choo changu kiko huko chumbani. Sikuamka. Nilipoamka saa 12 nikaingia chooni, nimechoka, yani mwili unauma kama vile mtu ambaye amenipiga ama nimefanya jana yake kazi nzito sana. Sikuwaza chochote. Kwa hiyo nilipotoka chooni nikasema ngaangalie simu asilimia ngapi ili niendelee kuedit. Huaga na edit kupitia simu hivyo. Nafungua mlango wa chumbani, moja kwa moja macho yangu yalitoka huko. Nikakuta mlango uko wazi. Nikashtuka. Mlango nilifunga afu imekuaje mlango uko wazi? Yaani sikufesta hata ukutani, yaani sikuwa na hilo wazo kabisa neno kuibiwa. Kwa hiyo mlango imekuaje, nikatoka hapa nikashikilia funguo na angalia funguo mbona hii hapa na mlango uko wazi vipi? Kulikuwa hakuna komeo hilo. Ndio ile sasa nitoke nigeuke, ndo nageuka nakuta simu hamna. Niangalia ukutani hamna kitu. Nikajua nimeibiwa simu na TV tu. Yaani nilichanganyikiwa, sikuingia jikoni siku kokote, yaani nilipata panic. Nikatoka moja kwa moja nikaenda kwa mwenye nyumba.